Profesa, huwa anajaribu kujiuliza kwa elimu yangu ya kawaida. Na nimpongeze rais, nilimuona juzi anasema yeye mwenyewe anakata misafara na wataalamu wake wengine watapanda basi. Na alipokuwa anahutubia kwenye hotuba yake hapa, alitoa maelekezo na akasema malengo yake. Lakini sijui ugumu uko wapi. Rais amerudia mara nyingi, anasema mashirika ambayo hayana msaada nitayafuta ama nitayaunganisha. Sasa mwenyekiti, mimi nataka nijiulize. Kwa mfano TBS na WMA wote ni wale wale, lakini kila upande kuna DG. Kwa nini tusiondoe ile shirika moja tukaliacha TBS? Hii kikawa ni kitengo ndani ya TBS. Kwa sababu kazi ni ile ile wanaoifanya. Na wewe nayo unatuahidi tu na yaunganisha, sijui wanakupiga bitu unapotelea wapi tena. Nashindwa kuelewa. Nenda EULA. Kuna EULA afu kuna PULA. Kazi ni ile ile, kwani haweza kuwa kitengo ndani ya EULA mpaka kila mahala tukae na DG, tuwe na mkurugenzi, sijui tuwe na V8 kama 8. Hatuoni kama tunaongeza matumizi ambayo hayana maana yote. Twende kwenye Kamatek, Tilido, Temdo, Sido. Ukiangalia kazi zinazofanyika zote ni za Sido, lakini kila mahala kuna DG. Ugumu uko hapi? Kila mwaka na rais ameshawaeleza, mnashindwaje kuyaunganisha ya mashirika? Nenda UDAT. UDAT, alafu na DATI. Wote ni wakurugenzi na jamani, maprofesa, na bahati nzuri profesa nimeanza vizuri. Wewe profesa, katibu wako msema profesa, kina Mchechu, wote wasomi wazuri. Sasa naona Mheshimiwa Rais haja anipe kitengo humo dokta mwenye akili, nikafanye kazi yangu na PhD yangu, niwarekebishe huko ndani. Unakuwaje na wakurugenzi ambao wote wanafanya kazi moja? Na mimi na kumbukumbu nzuri sana profesa. Umeunganisha TAC na IPZA. Mnaonaje tunavyoenda kwa sasa? Mmetengeneza TISENZA hivi. Kwa nini mmeweza halafu hawa makorokoro tunazidi kubaki nayo tu, tunapiga maneno kila siku? Wewe ukiwa katibu wa Wizara ya Maji, kulikuwa na DAWASCO, na DAWASA. Wote kazi ile ile, lakini zote zina wakurugenzi. Ukaunganisha ikawa DAWASA. Unaonaje haya mafanikio? Kwa hiyo niombe sana profesa, mipango lazima tuwe tunaisimamia. Sio mnatuahidi halafu kwenye utekelezaji inakuwa haiwezekani. Lazima tufike mahali kama nchi tukubaliane. Swala tunalolizungumza na kulipisha kwenye mpango wetu ni lazima likatekelezwe. Swala lingine Mheshimiwa Mwenyekiti ni upande wa kilimo. Mheshimiwa, naomba niulize, mimi toka kuzaliwa sijawahi kuona wizara moja ina bodi zinafika 50. Bodi ya tumbaku, bodi ya korosho, bodi ya pareto, bodi ya kahawa, kila zao. Sasa na mimi kwangu tunalima mananasi, uniundie na bodi ya mananasi. Hizi kazi zote zinaweza kufanywa na mwenyekiti mmoja tu mwenye akili. Bodi ya mazao, bodi ya magunia, bodi ya mbolea, kila mahali tumeweka bodi. Uliona wapi? Wizara moja ina bodi karibia 50. Ni kutengeneza mifereji ya watu kula na kuongeza mzigo kwa serikali. Wakati matatizo bado tunayo nyingi. Nilikuwa nakuomba sana, kama Mheshimiwa Rais amekupa kuzirekebisha wizara na mashirika, naomba sana fanya kazi bila kuogopa mtu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilisoma gazeti la Nipashe, profesa. Mimi natokea kijijini, la Machi 25. Likawa linaeleza, limechora picha nyingi sana za mboga za majani pale, kwamba hizi mboga zina sumu. Na ilijadiliwa sana mitandaoni. Sasa kwa sisi tunaotoka kijijini, chakula chetu cha kila siku ni huo mchicha, kabechi, hayo mboga ya majani, ambayo sasa hata mkipita mnaenda Dar es Salaam mnaona barabarani kila mahali ni bustani. Siku ya kwanza, siku ya tatu, siku 7 mchicha huko sokoni. Na tumeshaambiwa ni sumu. Mpango wako ni nini? Tunahitaji mpango wa haraka kutunusuru. Kwa sisi tunaotoka kijijini, siku umepata hela ndo tunakula dagaa. Maisha yetu yote ni hizo mboga za siku 7. Halafu zote zina sumu, na tunakaa humu na wasikiliza wataalamu wanahoji kwamba sasa hivi wagonjwa wa figo wameongezeka. Tunauana wenyewe, tunaonana hivi. Niombe, kwa sababu hili ni kama janga, baadaye tutakuja kuwa watu wengi zaidi ya hata mauaji ya kimbari. Mboga yetu sisi ni mchichu. Ukiwasikiliza wataalamu wanakuambia
ukila mchana mboga 7, tia mchicha wa siku 7 huo wenye sumu kila mahala. Mpango wa haraka ni nini kwako Profesa Mkumbo? Utusaidie. Lakini lingine Profesa, nimekusikiliza kwenye mpango wa nimeona page ya PPP ya ndugu yangu Kafulila. Nataka kujiuliza labda PPP huwa ni nini? Lakini mimi kila siku nikijiuliza PPP ni muunganiko wa private sector na serikali. Hebu ni wapi mnionyeshe mliungana na nani wapi? Sioni. Na leo hii unasema mnaenda kwenye 75% private sector. Na nyinyi serikali 25%. Wapi ambapo mmefanya mkafanikiwa? Kwa hiyo niombe sana tusimamie mipango yetu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante Mheshimiwa, nilimtaja